Father, I now hand over this mic to the Deputy Presiding Father. Bwana Yesu asifiwe. Wale wanaingia kwa nafasi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani yako, mwambie Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Asante sana. Wakati huu namkaribisha Presiding Clerk aendelee na vipindi za leo. Mungu alipenda ulimwengu Praise God. Wherever you go. Bujura. Sawa. Nachukua nafasi hii kushukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi yake. Ila ametupa uhai na uzima kueleza siku ya leo. Ikiwa ni siku yetu ya mwisho ya mkutano huu wetu wa EAYM. Nataka kuchukua nafasi hii kumshukuru kwa neema zake. Amekuwa nasi, ametembea nasi. Tumefika siku hii, tunamshukuru. Tunasema ni asante kwa programu yetu. Sasa nafikiri wakati tulikuwa hapa kufungua, tulisema kwamba tuliitisha hapa kamati ya episo. Sio kama wako karibu. Episo committee please. Kuja hapa mbele, waweza kusomea barua, ndipo tuendelee. Episo committee. Episo wanapokuja, nafikiri pia nilimuuliza reading club wetu kama anaweza kuja kusomea minutes kwa ufupi. Sasa episo nao waendelee. Tafadhali. Unaweza kutoa episo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nafikiri nataka kuchukua nafasi hii kusoma yale ambayo tulikuwa nayo jana. That's what to give the highlights for yesterday's activities. Jana it was our day 4, tarehe 16 mwezi wa 8 2025. We began with a morning devotion that was led by Kisumu Tigoi Sambai. They sang from TTN 78. The speaker was Pastor Jane Nimo. She read Ephesians 4:15-16 and emphasized the need of truth and love one another. We had our first topic on health and wellness. This session began with a word of prayer from Pastor Shiberenge. The speaker was Catherine Shigenji. The presider was Pastor Miriam Mugasia, who read from Proverbs 17:22. She defined health and wellness, gave types of health and wellness, benefits of prioritizing health and wellness, factors affecting our health, and ways of practicing good health. Our morning session after tea was ushered in by a word of prayer from Pastor Jessica Mudaki. 3 pastors were invited to pray for our families, government, and church. These were pastors, Pastor Kihima, Pastor Elijah, and Pastor Udanya. We had also introductions. We had visitors in our midst. And the following the visitors, we had the principal Miere, Ghana. We had Elizabeth Lily, Mark 1:8, John 14:26.
He further emphasized unity in our homes by identifying the phrases that are important in our marriage. These phrases include, I admit, I may display the recording of pastors in by church as ordained involves or entails the following: setting yourself apart, integrity and faithfulness, devoting yourself to prayers. The recorded pastors were given the following tools of the ministry, which included the P certificate. Pende kufanya mwerekozi kina mitatu solo kusaidia klabu sikuti wote. Asante. Kwa hiyo kabla wajakaa, ningependa quarterly meetings zetu mbili zimetuhost consecutively for 2 terms. Nao ni Senende na Jambo. Mwalisani kati mdapa imosi. Sina pia shukrani kwa cooperation mmetupatia. Tulikuwa walimu wenu last year na mwaka huu, na mmetupatia pesa hizi kujiandikisha na kuwa watu wenye nidhamu. Najua kwamba walikuwa kama sisi tupitia kitu, tutakusamehe na vitu vitakuwa vyema na kuendelea na kwa Tunasipende na wote viongozi katika kamjao jambo tena kazi ya Mungu takatifu wote wakifanya kazi na kabili sasa kwa wako Senende. Najua kama unafanya kitu kabla wewe unaweza kufikiria kufanya kitu, lakini kama unaona kitu mbaya, naona msamehe na wanaomba wenzetu na kazi ya kwetu si kazi rahisi, ni kazi ngumu, lakini kuwa na Mungu inakuwa rahisi. Asante kwa jina la mtumishi bila kusema. vizuri sana. The following monthly meetings supported this conference. A monthly meeting, 3,000. Kidimo monthly meeting, 3,000. Sambai monthly meeting, 3,000. Kandumba, 3,000. Koibarak, 3,000. Kenjera, 3,000. Kamoi, 3,000. Dagadi, 3,000. Shimbunga, 3,000. Umiange, 3,000. Senende, 3,000. Kekuti, 2,000. Pungo, 3,000. Emau, 3,000. Muhudu, 1,500. Muyere, 1,500. Shipala, 1,500. Kamukuywa, 3,000. Kepses, 3,000. Shipala, 3,000. Kabuduni, 3,000. Tigoi, 3,000. Eramba, 3,000. Kanzuki, 3,000.
Street nikiwa hudumani kule Mzazi, nimelamaza huduma zangu, lakini kwa wakati huu nimejipota na bibi yangu mtamlete akasalimie, alafu nikasema tu neno moja mawili. Mimi wakati nilikuja hapa kwa hili kongamano, wengi wamenitembelea, wengi wameniletea maombi, lakini kufuatana na maombi yenu nikaamua ya kwamba kuanzia leo nikajiunge na kanisa langu la Senenge nitekeleze kazi. Nimepewa kazi, ingawa nimeritaya, lakini nimepewa kazi hapo Senenge, na kuanzia leo kuendelea mbele nitaanza kuhudumia watu wangu. Asante, Mungu ambariki. Hudumia wamini wote yatembea hapo na yeye kwa mgonjwa ambaye amekaa, lakini nienda tu kwa ulinzi nafasi kushukunga. Hapa naona wewe kwa mengi, Mungu ananipenda na ukua nakuona kidogo, lakini mimi wakati nilitemewa mguu kafanya hivi nikapona. Na sasa hiyo shetani alisema kama wewe hapo imepona, niko na ninyi tu. Ndio huyu akaniwa kama mke wangu alivunjika kama kwa kanisa Mzazi 2009. Sasa mimi mwenye natulika na yeye mgonjwa, tuombee kabisa shetani ashinde. Wana furaha wakati siku ya jana nilitembelewa kwangu, waliniombea na usiku sikulala, maana kabisa nikasikia sauti, wapi huyu msherehe? Mzee akasema angali wale ambao umekuja leo kwa siku ya kwanza kwa kumaliza mkutano wetu, simameni mahali kwa tujue mmekuja kwanza. Wale ambao mmekuja tu leo, salimieni wale ambao mmekuja leo, jameni, salimieni. Asanteni sana kwa kukuja.
Wale ambao ni assistant chief, chairman nyumba 10, chief hiyo ambao wamekuja leo, simameni tuone. Chief, wale ambao wametoka kwa hiyo meetings zingine ambao wamekuja kushirikiana na sisi, asante sana. We also have a very special person who is also very special to this church for a very long time. He has also missed our conferences despite his challenges. It would be wrong if I did give him time to visit us. Jairus Majani. So much, Jairus Majani. Doris Doka, do you want to come and sing a small chorus, then we go to the next one. Doris Doka, please. Ni mshauri wa Jairus Majani amewasalimia mjambo. Amepeana sadaka yake, amesema ako kwa gari angeweza kufika kwa kanisa letu. Yesu asifiwe. Yesu kwa yote aliyotenda, sitaacha kumsifu. Neema yake imetosha, sitaacha kumsifu. Sitaacha kumsifu. Oh, cross, oh, cross. Sitaacha kumsifu. I want to, an amazing speaker, with due respect, but when you are my calendar, I want to ask you to pray for people who come today and they are sick. Please. Ningependa tusimame wote, wale ambao ni wazima na wagonjwa. Mnenaji wetu wa siku ya leo atuweke kwa maombi. Niko na maisha yangu hapa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tuko na wimbo mfano kuhimiza vijana. Nafikiri mtende. Mungu awabariki. Okay. Platform inajulikana kama Raise of Rain, Facebook itakuwa Raise of Rain, kila mahali ni Raise of Rain. DJ, twende kazi.
upendo wa kwanza ulienda wapi? Bwana, tusikie tena, tupe roho ya amani, tuwe kama ilivyokuwa tukitenda mema wote. Kanisa la marafiki lirejee kwenye nuru. Upepo wa upendo urudi kutuongoza. Upendo wa kwanza ulienda wapi? Kamera zimetoka, zikusaidie kujifunza. Malenga ni mwalimu mkuu. Tunaondoka. Bye. Bora,
Tupigie hao makofi tena. Thank you so much. Thank you so much. Asanteni sana. Wala ambao mlisema mnatuma pesa kwa simu haijaanguka chini. Pesa anasema itapata hiyo pesa. Hapa nilikuja hapa. Nataka niwashukuru nyinyi wote kwa mchango ambao mmetoa kwa niaba ya kina mama. Tumejaribu kutoa siku ya simiti karibu 20. Kwa simiti karibu 20. Tumetoa shilingi 18,380. Makofi yetu. Thank you so much. Thank you so much. Ningependa nimkaribishe kiongozi wa mkutano huu asalimiane, awakaribishe wachungaji, alafu twende kwa mahubiri. Yesu ni kwake Bwana, Asante sana. Nafikiri kabla sijasalimia, pia kuna ujumbe fulani nilikuwa nimetumwa, naweza kusema please. Ndio kaka. Kama kwa nanga na kwenye hala potea simu Profesa Mike kama waziri wetu serikali ya Mtito nimtumia sadaka kama mgawo kupata hapo mmoja wa wale ambao uliza kiti ya gavana. Hivyo amesema ana kaka mama na nyinyi hata kusaidia shule mbili anga na ya makuti ambazo ni shule za friends. So anaomba mama na yeye nimwambie kubali salamu za Profesa Iramu. Kaka nikaanza sadaka yake. Bwana asifiwe. Praise God. Hamjambo wote. Ninachukua nafasi kuwashukuru wote kwa kuja kuwa nasi. Na kabla niseme lolote, nyinyi wote ni jamii yangu. Familia yangu ndio yote imekaa hapa na mimi najivunia kuwa na nyinyi. Lakini kuna wale ambao wamenilea ambao ni Kisumu Coastal Limited kama wako ndani. Kisumu Coastal Limited. Kisumu Coastal Limited wakishirikiana na Kilo Coastal Limited. Kilo Coastal Limited na Kisumu ndio wamelea. Asante sana. Nafikiri kabla sijasalamia niko na mke wangu hapa. Pastor Jones ningependa kuje asalamie kidogo. Karibu. Ofisi ambayo inaongozwa na Mzee Chanzo ndio mume wangu na wote ambao Mungu amewezesha kuja kunyenyekea chini ya uwepo wako. Ningependa kuwasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Mwami Yesu isomie. Kwanza nataka kushukuru Mungu kwa nafasi ambayo amenipea kipekee, na hata pia nyinyi mmewapa kibali cha kuwa mahali hapa. Andiko takatifu katika kitabu cha Acts ama Matendo ya Mitume 12:11 nasema hivi: wakati Petro alifungwa
Na wakati Mungu alituma malaika Petro kutoka katika zile minyororo, wakati alienda naye alifikiria ya kwamba anaota, na kumbe ilikuwa inatendeka. Bwana Yesu asifiwe. Braya leo mwenye kuna mziana bila mmekuja hapa, mizigo zenu zinaenda kuondolewa. Mtafikia ni ndoto na kumbe ni ukweli. Haleluya. Yale magonjwa yamewafunga inaenda kuwachiana. Bwana Yesu asifiwe. Hamtaiona tena vile Petro alifikiria ni ndoto na kumbe ni ukweli tena. Bwana Yesu asifiwe. Siwezi kuwaendea mengi. Mimi naitwa John Stanley, nikiwa mhubiri kule Kisumu. Nashukuru Bwana Kiraki kwa kunipa nafasi kama hii, nikiwa chini ya pastor wangu wa Kota akiwa Dominic Msere pamoja na Eric. Hao ndio wachungaji wangu ambao niko chini yao, na Mungu apate kuwabariki. Asante kwa kuja. Kuna familia, kuna watoto, lakini kwa leo wako na shughuli mbali hawangeweza kufika. Basi tunashukuru sana kwa kuja tuweze kuwa pamoja. Ningesema kwamba mkutano wa East Africa Meeting Friends, na washukuru sana. Mmenilea, mmenikuza hadi wakati huu. Nikisimama hapa najua kwamba bahali tumetoka nanyi ni mbali, na pia bahali tunaenda ni mbali. Nahitaji maombi yenu. Tushirikiane pamoja, tuwe na umoja, tuwe na mshikamano, ili tuweze kukuza hili kanisa letu. Kanisa letu halikuzwi na mtu mmoja, halikuzwi na kikundi cha watu. Mimi ni kuwasihi wote tushirikiane pamoja. Let's have positive attitude kuhusu mkutano wetu. Yale yote tunapanga kufanya, wakilishi wote wa boards, nataka kuwashukuru sana. Tukiwapatia information tafadhali watufikie chini, nanyi muichukue, mrudishe matokeo yaliyo mazuri ili tuwe kushikamana. Tuko na chairman wetu wa programs, tuko na chairman wetu wa service wa provisions. Tafadhali waungeni mkono katika maono na katika kazi wanafanya, ili tuweze kukuza kanisa letu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nawashukuru wote kwa kuja hata hapa Senene. Asante kwa monthly meetings ambazo tunatusaidia. Asante kwa quarterly meetings ambazo tunatusaidia. Pia tuna institutions zetu ambazo tunatusaidia sana kufanikisha conference hii. Moja wapo ikiwa ni University ya Kaimosi, wamesimama nasi. Girls School wamesimama nasi. Shule yetu ya Uhuru wamesimama nasi. Tunaweza kuona kwamba at least tumefaulu katika hii conference. Kwa hiyo nawasihi kwamba tunapoimaliza siku ya leo, Mungu akizidi kutuongoza tena, tutapanga mahali tutakuwa. Kama ni kurudi Senene pia tutapata ripoti, na nawasihi kwamba tukuje kwa wengi tuweze kusikia yale Mungu ametupatia. Bwana asifiwe. Nikimalizia ni kwamba chairman wote wa quarterly meetings zetu, nafikiri wataiona baadaye, kuna barua zao hapa watachukua kutoka kwa TCP wapeleke nyumbani. Pia tunapoendelea tukimaliza, tumepata ujumbe kwa kwamba shule yetu ya Murudu dormitory moja ya wasichana ni choo imeanguka na wanahitaji maombi ya kanisa hili. Kwa hiyo nafikiri tukiendelea kumaliza, tutaweza kuweka shule yetu ya Murudu na shule zetu zote, wakati tunapoenda kufungua, Mungu akae pamoja nazo na ziweze kuziongoza na kuziendeleza vizuri. Nafikiri sina mengi sana, ni hayo tu. Kwa jina ni Heshima Tanzo, na mbarikiwe sana. Superintendent.
Bwana Yesu asifiwe. Mrembe wosi. Kwa hiyo ofisi yetu kuu kanisani Clark, ofisi ya General Superintendent, ofisi yetu ya Peka Men ya Friends Program USFW, na wote ambao wamefika hapa, nataka nichukue nafasi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Amekuwa mwema tulipoanza hii kongamano hadi wakati huu, amezidi kusoma nasi, tunasema ni asante. Na kabla tuendelee, ama kabla nisome mfungo, ningependa sisi wote tusimame kuimba wimbo 212 TTN, wimbo wetu wa dini 212 TTN. Nataka tuimbe kwa haraka kidogo, mwenye kuongoza tuelekeze kwa haraka kidogo. Chapter 4 verses 2 and 3. Waefeso 4 tani wa pili. Genesis chapter 12. Tembea kwa mwendo, uende mpaka Deuteronomy, uende mpaka Leviticus, uende mpaka Numbers, uende mpaka Judges, uende mpaka Joshua, uende mpaka Kings, mpaka uende ufike kitabu cha Malachi, the book of Malachi. Very books. Hadithi hiyo yote ilichukua miaka 2000. Haya maneno siwezi kufanana. Now, from the book of Malachi, unaweka mate kwa kidole, kuna peji nyingine play haina kitu. Hiyo safari mpaka Matthew ni miaka 500. Wewe unaweka kidole unaona ni karibu kati ya Mungu 500 years. Hizo miaka Mungu alinyamaza, lakini kazi zinaendelea. From the book of Matthew, utembei the four gospels, wende mpaka Acts of the Apostles, wende mpaka the Pauline epistles, wende mpaka general epistles, wende mpaka kitabu cha Revelation. Safari hiyo ni miaka 100. Hebu tupige hesabu wala ambao tulikuwa pamoja nao. Ni miaka ngapi? Wapendwa, hiyo ndio miaka ya Biblia. Na wachungaji wanapokufundisha, sometimes wako from Genesis chapter 1 to 11, the events and key people, na mambo yalifanyika hapo. Wakati mwingine mchungaji atakufundisha from Genesis chapter 12, hili vitabu liko hapa, mpaka Malachi 2000 years, kuna mambo yalifanyika, wanakufundisha hapo. Wakati mwingine mchungaji atakufundisha mambo yako kati ya ile kati ya ile 100 years, kutoka Matthew mpaka Revelation, miaka 100. Yote pamoja inakuja miaka 400 na nini? 500. Ile nani? Easy. 4,500. Tumesema miaka 2000. Tumesema miaka 2000. Yote ni ngapi? Tumesema miaka 500. Tumesema miaka 100. Yote ni ngapi? Asante. Haya mambo singekufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na kitabu cha Ephesians, kitabu cha Waefeso, wale ambao watoto wana wao, kikiandikwa na mtumishi wa Mungu Paulo. Mambo ya ajabu kwa kitabu hiki ya kwamba Ephesians, that book has got 70 words ambazo hazipatikani in any of Pauline epistles. Kuna maneno 70 atukisoma zile barua zote za Paulo, huwezi kuta hilo neno moja likipatikana hapo. Number 2, the length of some of the sentences in that book. Yani kuna sentences zingine ndefu. Kwa mfano, Ephesians chapter 1 from verse number 15
up to verse number 23, that is a one sentence. Iko na verses 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Ajabu. Alafu number 2, ukisoma Ephesians chapter 3, verse number 1 up to 7, hizo ni verses mistari 7, ni sentence moja. Ningekufa na haya maneno, Mungu angeniuliza. Alafu ujumbe mkuu, the major key verse in that book is in Ephesians chapter 1, verse number 9 and 10. Waefeso 1:9 mpaka 10. Iko na ujumbe wa timu yetu hii ya kwamba uniting all things in Christ, gathering them all together, which both are in heaven and on earth in Him. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama umeweka Bwana ejuali akataka uweke chapter 1 verse number 9 na 10. Nataka tusome pamoja. Ujapata? Basi. Kwa hiyo basi ndo nataka tutoke nayo hapa, ya kwamba tunapoenda we try and unite, we gather all things ndani ya dunia hii, ndani ya kanisa, katika mahali tunaishi, mahali tunafanya kazi. Kuna vitu vinatuhitaji tukaweze kuviunganisha. Let's gather them, tuviweke pamoja, tuviunganishe katika jina la Yesu. And in Him utakuwa umefanya kazi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Toka hapa na kwende kuunganisha vile vitu tunaona vimesambaratika kwa kijiji chako, kwa monthly meeting yako, kwa kota yako, hata nyumbani mahali unaishi, mahali unafanya kazi. Kuna watu, kuna vitu vinahitaji msaada wako wewe, ambaye kwamba kongamano la 80 linakutuma. Enenda ukaunganishe vitu hivi, vitendee kwa pamoja, viwe na lugha moja, viwe na kishindo kimoja. Amen. Sasa nasema sisi twao kasa endo wetu na shindo oh hallelujah nipe mandeleni oh nipe mandeleni hii wimbo wetu na shindo nipe mandeleni oh Roma wengi simba njia ya bara opelewe twache katu na kuimba niwe mambele oh hallelujah niwe mambele ni oh niwe mambele ni hii hotwache katu nako. Kuna changamoto ndani ya Ukristo, kuna changamoto ndani ya ndoa, kuna changamoto kazi ya ulinzi, lakini kule tunapoenda ni kwema. Hata kama simba moja na mgurumo, Biblia unasema simba wengi migurumo yao haiwezi kututisha sisi, twacheka tu tukijua ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo nataka tuone pathway to our destiny, pathway to our destiny.
kuna kamwanya kanaweza kupeleka kule mbele ambapo ni kwema, licha ya kuwa mvumilivu, licha ya kuwa mnyenyekevu, licha ya kuwa mpole. Kuna trials and temptations. Unajaribu kuwa mnyenyekevu, unajaribu kuwa mpole, unajaribu kuvumilia, lakini nakwambia Kasamelo, zidi kuvumilia, zidi kuvumilia. Kule tunakoenda ni kwema. Wana wa Israeli, Mungu aliwaonyesha nchi nzuri. Mungu aliwaambia ya kwamba kuna maziwa. Mungu aliwaambia ya kwamba kuna asali. Lakini changamoto za njiani, Mungu aliweza kuficha mgongoni. Hakuambia kuna mateso, hakuambia kuna vifo, hakuambia ya kwamba kuna majibu, hakuambia mambo haya yote. Aliwaonyesha uzuri wa Kanaani, changamoto zile ziko njiani, Mungu akaficha mgongoni. Ya kwamba yule atakayevumilia, yule atakayepiga magoti, yule atakayenyenyekea, huyo basi mtu ndiye atakayefika katika lengo lake. Tuliona jinsi Isaya chapter 25 verse number 6 ya kwamba kuna vyakula vizuri, kuna vyakula vizuri katika nyumba ya Bwana, na wale ambao wataingia katika nyumba ile ni wale watakaovumilia, ni wale watakaokuwa wapole, wale wapokasa mwendo wataendelea. Basi kuna changamoto. Biblia inasema Exodus chapter 15 verse number 22. Soma mwenyewe wende mpaka verse number 27. Hii ni safari ya wana wa Israeli. Mungu aliweza kuwajaribu kwa vitu vingi. Friends, I want to tell you, we are in different schools. Tunajifunza, tunasoma. Unapopitia katika hizi changamoto, wewe kuelewa ni shule gani ambayo ni bora. There is a school of disappointment. That is number one. A school of disappointment. Some small things will disappoint you. Ili roho yako Mungu anaiangalia. Conference mtu mmoja anakusapoti, unaanza kurusha mateke, unaanza kupiga mtu nyumbani, kuku juu, kuku engo ko. Isaranyama tumagubaga, unakuwa disappointed, unachukua kilo, unaitwanga imekufa. Bwana Yesu asifiwe. The school of disappointment. That is number one. We are getting this from Exodus chapter 14 verse 27. Watu hawa wanasema, hawa watu walipotoka kule Misri wakiimba wimbo moja, Miriam akiongoza wanawake na matari akiimba, naye Haruni yuko pia pale anaongoza kikundi cha wanaume, naye Musa anaongoza jeshi lote. Wanaimba, wanamsifu Mungu, wanafika kwa bahari, bahari ya watoroka, Yahubu na watoroka, Yahubu na watoroka, wanamsifu Mungu wakiimba mpaka farasi na farasi wake wanatokomea kwenye maji. Mungu huyo baada ya siku 3 ameweka kiu ndani yao to disappoint them. Kiu ya maji. Mungu anawapatia kiu kilicho na nguvu, kilicho na vishindo. Ukiangalia maji, wamesahau huyu ni Mungu aliyetuleta, maji yametoroka katikati, wameona bado hawawezi kutoka, wanamwelekeza macho yao kwa Musa. Musa ametuleta wapi? Musa naye anauliza Mungu, kazi hii ni siwezi. Mungu akamwambia Musa, angalieni maji wakikimbia kwenda kunywa maji yako chache, maji yako sawa, maji kama tibi, maji huwezi kunywa. God wanted to support them ili roho yao
Mungu aone wana roho yenyewe, ili ya kwamba after disappointment, hapo ndipo Mungu anakupa misuli kulingamana na huko anako. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes chanzo kwa kupitia sio shetani. Mateso ya conversation between God and Satan. Ile ina wapi? Umeona nini? Kwa hiyo disappointment, some of them zinatoka kwa Mungu. Anaangalia utasema namna gani, utalaumu nani. Tunaangalia kesi ya hawa wasichana, John chapter 11 verse 6 to 38. Hawa wasichana hawa wasichana walikuwa ni marafiki wa Yesu. Hawa wasichana dada wa Lazarus walitumana ya kwamba mwambieni Yesu rafiki yake ni mgonjwa. Yesu naye aliposikia akaambia wanafunzi, ndio hiyo that's support those guys. Akaanza kulaumu Yesu, huyu mbona hakukuja? Nikufa tumezidi Yesu pisha. Lakini after 2 days, Yesu God will disappoint you. Tuko kwa safari. Be careful with some of these disappointments. Bwana Yesu asifiwe. Number 2, there is a school of prosperity. Unafika mahali unaweza ili unafika mahali Mungu amekupa hii, Mungu amekupa hii, lakini Mungu huyu amekupa testing your reality, testing your humility, testing your gravity. Yani anajaribu, amekupa kazi ya ulinzi na lengo na sababu. In fact, Mungu sikamili kuwa mlinzi, lakini Mungu amekupa just to test you. Wale wanasoma Biblia mnakumbuka Naboth Davids. Kesi hiyo na Naboth. Wewe ni wakulinda hao wanyonge. Wewe ni wakushughulikia maslahi ya wale wanyonge. Wewe huyu wakulinda ndio mwenye kunyanyasa wanyonge. Sasa mnyonge anaponyanyaswa atalipa na nani wewe? Bwana Yesu asifiwe. Naboth was on a test. Prosperity test. Utaona wafalme wengine hata hawakustahili kuwa wafalme, lakini Mungu anawaweka kuwa wafalme na lengo na sababu. Wanafika mahali wanawili mpaka wanaona wengine mpaka wananyanyasa wakina naye, lakini mwisho wake Biblia inasema Mungu huyo ndiye kupeana na uangusha na anakupokonya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Testing. School of prosperity. Daniel chapter 4, verse number 24 to 33. Ukisoma John 6:14 to 15, Yohana 6:14, na kwamba Yesu kikundi kilisema huyu tunataka tumfanye kuwa mfalme. Wakajiandaa na mavazi na vitu na zulia, red carpet, wanamwekea Yesu, wanataka kumfanya mfalme. Akagundua, akajua this is testing my humility, this is testing upole wangu. Toroka kwa watu wanaokudanganya. Bwana sifiwe. Yes. Another school is the school of need. God will put you into a school of need, a school of wants. Na anapokupa hii, anakutazama, unakula aliyokupa namna gani? Wana wa Israeli hata walipewa maana kutoka juu, makeki na mikate, lakini sasa vile walivyotumia mambo haya ni vingine. Maagizo hawakuweza kuelewa. But
In the book of Philippians, ambayo kwa hiyo maana Exodus 16 verse 1 to 22, school of day. Then Paul anatuelekeza in Philippians chapter 4 verse number 12 ya kwamba sisi wa Kristo tujifundishe kuwa na njaa na kutokuwa na nini, kwa sababu Mungu ako pamoja na sisi. Hata the gospel of Matthew inatuelekeza tusije tukapata vyakula, tukapata mavazi, tukasahau, kwa sababu tutasahau. Hiyo ni mitihani, tutasahau hivi vitu vyote, clothings and whatever. Tusiweke mawazo yetu kwa vitu hivi, because hivi ndivyo vitakutoa kwa upole wako, kwa uvumilivu wako na unyenyekevu wako. Utaanguka kwa sababu hizi vitu. There is another school, the school of rest. Kuna wakati hata wewe mwenyewe utatulia, hata wewe utaona mambo yako mazuri. Sina lawama na mtu, sina hili na mtu, mimi sina kitu chochote ambacho nahitaji. Mimi niko sawa. There's rest. In fact, watu wa Israeli walipofika mahali panaitwa Elim was a school of rest. Walifika wakakuta kuna minazi, kuna palm tree, ziko 12, signifying the 12 disciples. Wakakuta kuna visima 70, about the 70 visima viko 70. Wakatulia, wakaweka kando, wakaanza kunywa maji, wakaanza kula, wakaweka makao. The school of rest. Even in Hebrews chapter 4, verse number 9, there is a word there. The people of God can rest. Wanatulia, wanapumzika. Bwana Yesu asifiwe. Safari ya Kristo tunasema ni ndefu na kuna mambo mengi na mpaka tujiandae. In fact, hata huyu Job, when you read Job 42, verse number 10 or 11, Biblia inasema ya kwamba baada ya Job kuteseka, kulikuwa na siri moja tu ambayo alikuwa anagundua, ni kuombea zake. The moment you will begin interceding, you be a good intercessor. Unaanza kuintercede. Biblia inasema the moment Job alianza kuombea marafiki, na wakati huo hakuwa na marafiki, alikuwa na maadui, watu walikuwa wamemtoroka, ndipo vitu zake zote ziweze kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Yes, hiyo ndio siri. That is one of the pathway. It is a substance in the pathway to our destiny. Ombea watu. The mwisho, the school of salvation. Mungu hata anapokupa, still wewe una conflict in your heart. That conflict ndio inakuletea shida. Haujakubali ya kwamba Yesu ni Bwana. Haujakubali ya kwamba hiyo umevaa kwa sababu ya Yesu. Haujakubali ya kwamba hata kazi hii unafanya ni Yesu. Unaona ni kwa ujanja wako, unaona ni baadhi ya masomo yako, ni kwa sababu ya neema. Kwa hivyo that conflict anza kubali. Wana wa Israeli atakapo kubali, alikuwa hawajakubali ya kwamba kweli nguvu za Mungu ziko zito. Ya nataka tuone points kama nne. I want to give you 4 points. Why we pass through all this. Kwa nini tunapitia mabaya? Number 1, the trials and tests are there to give out your condition, to give out the
condition of your heart. Usipopitia mambo haya, God will not understand the condition of your heart. Anakupitishia ili akuelewe. Yesu wakati mmoja alipokuwa jangwani, Shetani akamwambia, kama kweli mwana wa Mungu ni wewe, jirushe chini, malaika watakushika. Alikuwa na nguvu na uwezo wa kujirusha na malaika wamshike. Ana njaa 40 days ya chakula. Kama wewe ni mwana wa Mungu, tengeza mambo haya yawe mikate. Alikuwa na uwezo, lakini kwa sababu alijua test. I'm in a school of test. Siwezi. Vitu vingine vikija kujua it is a test, trial, kataa. So Mungu nataka kuona the condition of our hearts. Number 2, training you in God's way makes you to fit the system. It shapes you. When you go through the training of God, it's a matter of shaping you. Mungu tulisema jana ya kwamba hawezi kufanya kazi na wakujifunza. Babies, God does not want, babies don't want you to grow. Ukitoa shilingi 50 toa 100. Unapobarikiwa zaidi toa 200. Hizo ni Mungu anataka. Mungu amekupa, unatoa 50. Amekuongezea bali uko pale. My friend, that is not the way. God cannot drop you. Hawezi pale anasema. Nikaona mjaribu. In fact, yeye alijaribu kukupea. Na wewe unakuja kujaribu tena unampa. Ya kwamba Mungu hizi ndio nimepata. Kumbuka wakina Safia walielekea wapi? Kwa sababu ya kujaribu Mungu. Wengine kanisa linatembea kwa pamoja. Watu wanaimba wimbo moja in Acts of the Apostles, lakini Safia mume wake wao waliishia wapi? Wanaanza kujaribu. Si kazi ya walinzi, si kazi ya wachungaji, ni kazi ya Mungu. Usikaribu Mungu. Praise kanisa tuinuke. Tuinuke. Praise tuinuke. Hii mambo ya 50 ndio ulikuwa unatoka zamani, lakini sasa Mungu anakubariki. Beba hata kwa hizi yote beba leta. Sema hilo liko nani? Tutaona vile Mungu atakubariki. Shida zinajaa kwa wajibu wetu, kwa watoto wetu, kwa sababu yetu sisi wenyewe tuna create shida kwa watoto wetu. Tunapoondoka duniani tunawacha na kwa mji kwa sababu ya matendo yetu. Hata mtoto akikubariki na toka na wewe bariki hata mchungaji na shilingi 50 kwa siku. Tukaenda amekaa tunapiga Chungaji unampa kidogo mpaka anang'ang'ana. Wengine washiriki wanaflashia mchungaji. Ndio basi tunapitia katika hali. I'm telling you and I have to tell you. Tuna performance, kanisa na performance kwa watu 6. Zote zinaegemea kwa nani? Mchungaji. Do you know how much this person is getting? Unajua anapokea nani? Hakuna siku umeweza kutetemesha simu yake. Kitu kidogo tu mchungaji mpaka tuchange. Kanisa la watu 50 mpaka mchange kitu kidogo. Tikiti ya mchungaji barabarani mpaka mchange. Huwezi kusimama tu unajua mchungaji atakusimamia mwezi mzima. Wewe unatumia pesa yako 300. Chukua hiyo. 900 shilingi. Huwezi. Mpaka mlinzi aseme jamani tuchange pesa ataenda vipi? Aibu. Tunaenda mbinguni kweli? Chati za ufa tu. Shilingi 300 na 150. Huwezi hata mtu mmoja tu nenda kwa chati. Useme today naenda kibaya ni kitu gani? Na huyu pasta, mtoto ameanguka pasta saadabu. Leo pasta. Ndio tunasema mama mmoja anahudumia watoto wake. Hizo watoto nane hudumia huyo mama inakuwa shida. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la watu 50
Pastor anahudumia watu 50. Watu 50 wamejenga permanent house, watu 15. Pastor ana nyumba ya matope. Sisemi ujenge. But take care of this gentleman. Take care of this mama. Mungu amemleta kwenu. Hata tunafurahi kile unachosema kwa unaweza. Tunaweza vipi? Huyu mtu anahangaika. Na basi unajua wanasoma masomo ya kucheka na kusema wewe. Asante wewe. Hayuko sawa huyu mtu ana mateso. Let's come back to our topic. Imefika wakati we have to transform. Pastor wa zamani si huyu ako na CDE. Huyu ameitwa na Mungu akaenda college. Huyu hajaitaya kwa perfection. Hasemi mambo yake. Hakuulizi. Imani anatembea. Mwendo wa siku ya pili. Ameweka sadaka kidogo basi atembea nayo. Alikupa pesa ulipe kanisani, hukulipa. Sasa malipo kwako mwendo. Hajakupa mtu. Basi anauza. Yes. Go back to the mountain. Mwambie Mungu. Ikiwa Mungu alikuwa alileta temptation kwa Yesu mwana wake. Alikuwa Mungu. Mpaka kaanza kujaribu hawa wana wa Israeli jana. Na anataka waende kwa nchi nzuri. Hata leo hujaambiwa kuna nchi nzuri ya maziwa. Lakini hawa waliambiwa. Bwana Yesu asifiwe. These words, kuna rewards, kuna zawadi ambazo ziko mbele. Nataka tuangalie hizo zawadi as we summarize our teaching of today. My friends, ukivumilia, ukinyenyekea, ukikumbuka wengine, ukiweka upendo mbele, ukijali wengine, kuna zawadi, kuna taji ya wale ambao Number one, there is a crown of rejoicing. There is a crown of rejoicing. That crown of rejoicing will be those who won the souls. Wale ambao wataleta roho hizi kwa Mungu. Wale ambao watashika wapendwa hawa waweke pamoja. Wale ambao wataleta amani kwa kanisa la Mungu. There is a crown for them, which is called the crown of rejoicing. 1 Thessalonians chapter 2, verse number 19 to 20. 1 Thessalonians chapter 2, verse number 19 to 20, and after the book of Jude 21 to 22. Those who will try and win a soul. Like that, you wonder how can we win? How can you win a soul? You cannot win a soul that you have not win before. First of all, you win for that soul. Unataka majanga huko. Unamwambia majanga, win for me. Hata kama nafanya vibaya kwa kanisa, nafanya vibaya kwa kazi ya ulinzi, unataka roho yangu kuiponesha. Kwanza win for that already. Usikuseme just win for him. You are weeping, you are mourning to him. Itambadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yes. There is another one, crown of righteousness. That is how we treated others. Kumbe vile tuna treat other believers, there is a crown for us. Tumewekewa zawadi. Crown of righteousness. That is Hebrews chapter 6, verse number 10. And then Hebrews chapter 6, verse number 10. I'm telling you, never, you don't study members.
kulinda wachungaji, na kwamba Mungu anaona our God is not unjust. Kuinua vile unaolinda kanisa lake. Mungu wetu anakuona vile unalinda huyu mtu. He is not unjust to have taken care of the saints and still continue doing that job. Then Matthew chapter 10, verse 1 to 42. Then how we exercise our authority over others. Tulikuwa wachungaji, tulikuwa walinzi, tulikuwa mama wa nyumba. How we exercise our authority over others. Hebrews 11:17, about faith and James 3:1. Kazi ambayo huiwezi, James 3:1. Don't put yourself into things that you cannot. Kuna mateso utapata. Kama unajua wewe ni mtu akifanya na ufanye tena. Then the last one is crown of glory. There is a crown of glory. How we read the race. Let's see tulianza in Alhamisi. Now we are finishing the race. How did we read this race? This is the finishing point. Tulikimbia kimbio hizi namna gani? Tulipata shortcuts ama tulipata? Now there is years back, kuna mkimbiaji mmoja alitoka Zanzibar, anaitwa Mulungu travel, alituma Julius Kabalage Mwalimu Nyerere kwenda kwa mbio. Mulungu alipofika, Mulungu alikuwa mwisho. Watu wamemaliza, wanapumzika, ndio Mulungu anafika. Hawa waandishi wa habari wakamwendea wakamuuliza Mulungu, all the way to Africa, from Zanzibar, alafu nakuja kumaliza. What is that? How shall my Mulungu akasema, all the way from Africa, from Zanzibar, I didn't come to read, but I came to preach. Bwana Yesu asifiwe. Hatukuja kuhubiri, tumekuja conference kufanya nini? Tumalize mwendo mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Yes, so when we read John chapter 17 verse number 1, Yesu aliangalia nyuso za kanisa, nyuso za watumishi wanalitembea, nyuso zao zinasononeka, hawajui Yesu anaenda. Yesu akasimama, wakiona, akaelekeza macho yake mbinguni. Yesu akisema kwamba Baba, sasa imekwisha kufika, mtukuze mwanao ili mwana wako naye akutukuze wewe, kama vile ulivyompa uwezo na mamlaka juu ya wote wenye mwili, ya kwamba Yesu Mungu awape uzima wa milele. Uzima wa milele ndio huu wa kujua wewe Mungu pekee, Mungu wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma. Mimi Yesu nimekutukuza hapa duniani, ila hadi nimeimaliza ile kazi uliyonipeleka, kazi uliyonituma nimemaliza, kazi conference tumemaliza. Bwana Yesu asifiwe. Simama na miguu yako miwili, tupatieni chorus nzuri tunapoimba kwa pamoja, kwa sababu tumepata neno. Simama na miguu yako miwili, bring a good worship song as we go and pray all together, ili ya kwamba tumemaliza kazi. Asifiwe. Wote tumebarikiwa. Tuombe. Baba wetu, Mungu wetu asiye milele, tunakuja mbele zako tena mchana wa leo Mwenyezi Mungu, tukijua kwamba neno limeingia ndani ya mioyo yetu katika maisha yetu ya Ukristo. Asante kwa mnenaji wetu wa siku ya leo Mwenyezi Mungu, ulimwandaa na amesemezana na watu wako na neno linaingia ndani ya mioyo yao. Mwenyezi Mungu, nazidi kumwombea, kumbariki kila wakati,
anapoendea katika huduma hii, uzidi kumwonekania kila wakati. Mtamalaki nasema ni asante. Kabariki wale wote ambao wamenisikia neno Mwenyezi Mungu, ya kwamba wanapotoka hapa wataenda kubadilika katika hali ya huduma hii, ya kwamba nazidi kuombea kila mmoja ambaye amefika siku ya leo, nazidi kuombea ofisi yetu, nazidi kuombea wachungaji wote, ya kwamba waonekania kila wakati. Nasema ni asante. Wale wote ambao wamekuja Mwenyezi Mungu katika kuonekania katika safari hii, nasema ni asante. Asante kwa watu ambao wamefika, asante kwa wanenaji wetu, asante kwa ofisi zote, mali wetu uzidi kuonekania kila wakati. Nasema ni asante. Mwenyezi Mungu, yale ambayo yasalia, nasalia kwa ile mapenzi yako, nasalia kwa ile kila kitu. Nasema ni asante kwa Yesu Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Haya, tukae chini, tuende kwa kipindi cha sadaka. Praise and worship. Kuanzia hapa kwa Mungu. Nasimama tu kwa Mungu wako ukileta sadaka. Katikati ya miungu sijaona Mungu kama wewe. Katikati ya miungu sijaona Mungu kama wewe. Katikati ya miungu sijaona Mungu
Administrator yuko hapa. Administrator wa Tigoi. Asante. Yesu asifiwe. Mwokozi asifiwe. Nimeambiwa tuimbe 215 kwa nyimbo zetu za TTA. Yesu akasitwe hapo Tusimame tuweke sadaka mbele ya